mwaka 2025 ambayo kauli mbiu inasema upatikanaji wa huduma za afya ya akili kwenye maeneo ya majanga na dharura. Na kuhusu takwimu za kitaifa, takwimu za Shirika la Afya Duniani ndio limesema kwamba kwa watu ambao katika watu 8 mtu mmoja anaweza kuwa na changamoto za afya ya akili. Na kwa watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, mtu mmoja katika watu 5 atakuwa na changamoto za afya ya akili. Na tukisema mazingira magumu ni wale ambao wamepitia majanga kama ambavyo mwaka jana mmeona kama Hanang ilipotokea, kama umeona watu ambao wamepitia kwenye ukatili kwa mfano uliopitiliza wa kijinsia, watu ambao wamepitia kwenye upotevu wa mali binafsi au wale wapendwa wao. Kwa mazingira magumu tukizungumzia ni namna hiyo. Tumesema afya ya akili ni afya. Afya ya akili sio ugonjwa. Na ningependa kusema kwamba katika kazi tunazozifanya tutofautishe dhana kama 3 angalau. Kwanza afya ya akili, changamoto za afya ya akili na magonjwa ya akili. Sasa tukisema afya ya akili sio ugonjwa, afya ya akili ni afya, sio? Kwa hiyo afya ya akili ni kitu gani? Ni ustawi wa fikra, hisia na tabia ambazo zinamsaidia binadamu kusimamia maisha yake binafsi. Na ustawi huo unamsaidia kuwa mzalishaji, kufikiri sawa sawa na kuchangia kwenye jamii yake. Sasa tunapokutoka kwenye afya, baadhi ya watu wanaweza kuwa na changamoto ndogo ndogo, na wengine wanaweza kuwa na changamoto kubwa. Changamoto ndogo na changamoto kubwa zinachangia kwenye magonjwa. Sisi kama hospitali ya Rufaa Mkoa wa Manyara tuko tayari kwa ajili ya kutoa huduma za afya za akili, lakini huduma hii inaenda katika maeneo mawili tuseme. Eneo la kinga na eneo la matibabu pale inapohitajika. Kwa hiyo mpaka sasa tumeshaanzisha kitengo cha afya ya akili na tuna wataalamu ambao wamepata elimu, na hata jana tulikuwa na timu hii ya hospitali ya taifa ya afya ya akili Milembe, wametuongezea tena watumishi wengine. Tumepata mafunzo kwa madaktari 10 na manesi 5, lakini pia tumepata elimu, pia wameongezea elimu watu wetu walishe na watu wetu ustawi wa jamii. Lengo ni kwa ajili ya kuweza kuwa tayari kuhudumia wananchi wetu wa mkoa wa Manyara. Kwa hiyo kitengo kipo, na kwa hiyo mwananchi yote ambaye anadhani anahitaji huduma hii anaweza kufika kwetu kwa ajili ya kupata huduma. Changamoto ni kwamba pia watu wanakuwa na hizi shida, lakini sababu ya tunasema unyanyapaa hawatoki nje. Kwa hiyo unakuta wengi wenye changamoto za afya ya akili hata kama akifikisha kwetu, yani ni baada ya watu wa majirani kuingilia kati. Unakuta kuna mgonjwa amefungiwa kwa muda mrefu, mpaka majirani waingilie kati au itokee jamii ifanye namna fulani. Kwa hiyo shida kubwa kwanza ninayoiona mimi ni unyanyapaa. Unakuta watu wana shida lakini hawatoki kupata msaada. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa jamii, tuwe tayari kupata msaada kwanza kabla ya shida haijafika mbali. Lakini tunapokuwa na mwenzetu mwenye shida kama hii, tusimnyanyapae. Akili nayo ni kiungo kimoja hapo katika mwili. Tuone umuhimu wa kumfikisha huyo mwenzetu ili apate matibabu na kupata msaada. Watu wanapona na wanaendelea na maisha kama kawaida. Na umuhimu sana, tumefurahi sana kupata huduma kama hii kwa sababu kuna watu wengi sana wenye changamoto kama hizi. Kwa hiyo serikali imefanya vizuri, imefanya jitihada nzuri sana kupata wazo la kuleta huduma kama hii katika mkoa wetu wa Manyara. Ushauri wangu nataka kuwashauri watu wa design hiyo wanayepata tatizo kama hilo, wasikimbilie kwa waganga kwanza, wawahi kukimbilia hospitali ili waweze kupata huduma kwa wataalamu. Kwa majina naitwa Belinda Gonzalez Kazimota. Natokea shule ya Baba Today. Nilichojifunza kwenye hii concert ni kwamba unaweza ukawa na utimamu, unaweza ukawa kimwili uko physically, lakini kiakili haupo. Kwa maana hivyo nasema mtu anaweza kawa healthy in physical appearance, lakini atakuwa na mental problems. Na pia nilichojifunza ni kujali watu wenye matatizo ya akili. Baada ya kuwatenga unatakiwa uwaite, ujinge karibu nao, uwe rafiki nao. Kwa majina naitwa Norin Edwin Limo, kutokea shule sekondari Baba Today form 5. Kitu cha leo nilichojifunza kuwa unaweza ukawa na afya ya akili lakini unaweza ukawa na ugonjwa wa akili lakini ukakosa afya ya akili. Pia nimejifunza kuwa tunatakiwa tujizuie
na vitu ambavyo vinaweza kutusababisha kupata ugonjwa wa akili kama vile stress, tunatakiwa tuziondoe. Pia tuwalinde wengine, mfano kama vile tunatakiwa kujizuia kutokupata ugonjwa wa akili kama kula lishe bora, na hata tukiona watu wana ugonjwa wa akili tusisite kuwasaidia. Ushauri wangu ni kuambia kwa wanapoenda kwa waganga wasidhani kuwa ni kama wamelogwa, bali huo ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine na unaweza kutibika. Upo muhimu wa kuleta shuleni ili kuwaelimisha wanajamii, kwa sababu ukielimisha wanafunzi pia umeelimisha jamii nzima.